Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, jina langu ni Daniel Geshohe. Ni kweli Mungu anaweza fanya jambo lolote ili jina lake liwe la kusifiwa, na ninasema hivyo sababu kuna wengi ambao walikuwa wakiombea dada yetu Cecilia Wangari Kirofi, na tukaenda kumlaki Jomo Kenyatta International Airport. Dada yetu Cecilia amepitia mambo mengi sana akiwa Iraq. Alipoenda mji wa Iraq, ya kwanza alifanya kazi kama miezi 3 hivi, alafu mateso ikaanza. Cecilia amepigwa, ameteswa. Cecilia, dada yake, tulikuwa tukiongea na dada yake Nancy, alikuwa akinielezea vile yale mateso ambayo Cecilia alikuwa akiyapitia akiwa huko Iraq. Although Cecilia was very prayerful, in fact she's a very very strong woman, na yale yote ambayo alipitia ni sababu ya Mungu wake. Na wakati alikuwa naomba, wale watu wakuwa wakitaka Cecilia awe akiomba, so vita ilianza hapo. Tutaki uombe nini, wakaanza kuvurutana mpaka ikafika wakati vita ikachacha kati ya Cecilia na sponsor wake ambaye alikuwa amemchukua huko. Mara ya mwisho tulipoona Cecilia ni wakati alifanywa video recording na agent Madam Lahab, ambaye alikuwa anaongea, alikuwa akuli kulingana na vile Madam Lahab alikuwa akisema kwa hiyo video. Baadaye akaachiliwa kwa street. Sasa tujue mpango ya video ilikuwa nini, sababu hapo na hapo Cecilia alipatikana kwa street. Hakuwa anaongea, alikuwa akikaa tu kama chizi. After that Cecilia akatafutwa, tukaanza safari ya kutafuta Cecilia. Mlikuwa mkiona tukiwaletea hii story na Nancy, dadake Nancy, ambaye alikuwa akifuatilia pia mambo ya dada yake, na the other sister Eunice. So safari ikawa ndefu, na hatimaye Cecilia akaweza kupatikana na tukaenda kumraki airport. Na leo nataka kusurprise Cecilia, sababu ni kweli alipigana vita. In fact Cecilia ni jeshi ya Yesu, sababu alipokuwa Iraq alisimama na Yesu. Nilipomlaki airport aliniambia alifanya kazi ya Yesu. Na sasa nataka kuenda kujionea Cecilia, nienda moja kwa moja hadi Naivasha nifanye surprise. Sijamuelezea, although nilikuwa nimemwambia nitamtembelea. Na wasihi ambao tumekuwa tukishirikiana kwa hili jambo la kuombea Cecilia, sasa ni wakati wa kushukuru Mungu. Na Cecilia yuko safe and sound. Cecilia ndiye amekuwa akinipigia simu, na sasa ndio naenda kuona Cecilia. Na tumuombe sababu alienda kutafuta kazi, alirudi, alienda kutafutia familia, akarudi bila ile kitu alikuwa ameenda kutafutia huko. Sasa nataka tumuombe kazi. Jemeni, Cecilia ni mtu amesoma, ni mtu yani Cecilia ni mtu anaweza fanya kazi. Kwa hivyo sasa tuchukue jukumu ya kuombea Cecilia aweze kupata kazi ili aweze kufaidisha familia yao. So karibu tuandamane moja kwa moja hadi Naivasha. Thank you. Aranene ni ashashire iguru irikari ya Ngai giatokana gukegea na ikundi gerema twine kia mũraika Mikaeli na ngoma. Itũria Ngai ũrotahotagwo, itũria Ngai mwende hotani, itũtio ĩkũhotwo nĩ take. So habari yako Cecilia? Salama sana. Hebu introduce kwanza, alafu tuelezee. Kwa majina yangu naitwa Cecilia Wangari Kirofi. Na nasema Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nilitoka tu hapa Kimonyo nikaenda mpaka Iraq. Ambapo nilienda kutafuta kazi. Na nikapata kazi na nikaajiriwa. Kwa favor yake Mungu alinionekania, sikukaa kwa ofisi. Nilienda nikapata job within the next day. Na nikashukuru Mungu kwa hayo. Nilipoingia kwa nyumba
Nilipata nyumba haikuwa na watoto wengi sana. Lakini ilikuwa na watoto wakubwa, yani ni watoto wakubwa. Lakini tulikaa na wao vizuri, tukakaa kwa muda wa miezi 3. Kazi ilikuwa kuclean kila pahali. Haikuwa kazi rahisi hivyo, ni kazi gumu, lakini kwa uwezo wake Mungu niliweza tu kuifanya. Na hatukuzozana na wao, tukakaa miezi 2. Sasa akaanza kusema naomba, wanasikia kana natoa sauti nikiomba. Waliposema hivyo wakaanza kunizoza, wakaanza kusema niende kwa mtoto wake mmoja alikuwa ameolewa, niende nifanye cleaning huko. Nilipoenda niliwaambia mimi siwezi fanya nyumba 2. Wakapigia agent mwenye alinipeleka huko. Walipompigia akaniambia huko wanafanya kazi, lazima ufanye venye tu wanasema. Mimi nikawaambia siwezi fanya. Hatukuzozana, hiyo ikaisha, lakini wakaanza kusema kama nataka kubadilisha nyumba niwalipe mwezi mmoja nisilipwe, ili waweze kulipia gharama kidogo, ili agent anichange anipeleke nyumba ingine. Tukakaa mwezi wa 3, ndio nilikuwa nataka kuchange mwezi wa 4. Sasa mimi ikafika time tunazozana, magombano, ananigobesha bila sababu. Lakini kazi walikuwa nasema nafanya kazi, lakini kuomba walikuwa nasema nisiwe naomba. Kwa hivyo shida ilikuwa wewe kuomba. Hatukuzozana kwa jambo lingine, ni kuomba. Nikasema siwezi kataa kuomba juu ni Mungu tu anapea mtu nguvu. So si kufungilia chenye niko nacho kwa si kukataa kuomba. Sasa tukaendelea, tukaleta shida. Mwezi date 17, mwezi wa 3, mwezi wa 4 ndio sasa niliambia msichana wa huko sitafanya kazi. Afadhali mwezi wa 3 hizo pesa walipe agent. Sasa wakaanza kusema lazima nifanye kazi, lazima nifanye kazi. Mimi nikasema wacha nivumilie mpaka nipate jawabu. Jawabu ilipokuja toka kwa Mungu, mimi niligojea, nikaomba kabisa. Niliomba juu huyo mama alikuwa nifanyia madharau, kunitisha. Direct anakuja ananiambia nataka Cecilia, wewe hutakaa huku, afadhali uende kwenu kuwa maiti, lazima nikuue. Niliomba Mungu nikasema Mungu nisaidie juu mimi nimefanya pahali naweza, na nimefanya kwa bidii yangu na kwa moyo wangu wote. Wewe tu ndiye utanipigania kwa hao wengine. Sasa walipoona mimi niko, yani anajaribu kunifanyia mabaya, naye Mungu ananirida, anaona hiyo yote haijafaulu. Sasa wakaanza kunifukuza. Walipoanza kunifukuza, mimi nilienda nikasimama hapo nje, nikakaa nikigojea agent. Agent aliniambia atakuja after 2 days. Nilipokaa hapo hakuingia, nikakaa for 7 days. Nikakaa hapo, akaita agent mwingine akakuja, mwenye tulikuwa sasa tulipofika Iraq, agent wa kwanza akampigia phone, alafu akaingia. Walipoingia walikuja wakiwa wanaume 5, akaanza kunipiga.
wakisema naomba Mungu mwenye ako hai, lazima Mungu aniride. Kusema ukweli, Mungu alinirida. Juu wenye wanatumainia Mungu upata ushindi na Mungu huwapigania. Chenye tu nahimiza kila mtu ni fanya pahali Mungu anakupea nguvu ufanye, ili ukisimamisha jambo tu ama ombi, Mungu atakusikia. Sikuwa na hofu, Mungu aliniconfort, sikuwa na hofu hata nikaanza sasa safari. Halafu sasa kutokea hapo siku 7 sikuwa nakula ama nakunywa, nilikuwa tu nakaa hapo nasimama, hakuwa ananiruhusu niingie hata kwa nyumba ama nini. Nilikaanga hapo nilikuwa nimesimama juu. Mungu akikuambia jambo, afadhali kutii amri ya Mungu na kutii venye Mungu anataka. Mungu husaidia mtu na humcomfort na humsaidia. Mungu alinipigania. Siwezi geshohe mimi hata na shida venye tu naweza elezea. Kutoka hapo niliingia nikujia siku ya 7. Wao wenyewe wakanipeleka mpaka kwa agent mwenye alikuwa anasema ananikujia. Nilipoingia kwa agent akanisalimia, alafu akatoka akaenda, wakaniacha hapo kwa siku zingine 13. Siku anakula, siku anakunywa, lakini hawakunifanyia mabaya, waliniacha tu wakaniambia nilale hapo. Kuna siku ya 4 waliingia wakaniita, nilikuwa naomba, sikuitika, wakaniambia amka uende airport urudi nyumbani. Mimi tu nilikuwa naomba, nikaomba. Haikuwa muda yenye Mungu tu alikuwa ametayarisha ati nitoke niende airport. Walitoka wakaenda, walipoenda wakaniacha hapo, wamefunga na lock mlango ya bao na ingine ya chuma. Sasa nilipoamka, Mungu aliongea na mimi, tukaenda. Kaniambia Cecilia, amka vuruta hiyo mlango. Nilivuruta mlango, kwa bahati nzuri ikafunjika kidogo, nikatoa cardboard, mimi nikatoka kwa ingine ya chuma. Hiyo nilikuta ikiwa imefungwa. Nilipokuta kuna wazee walikuwa wanapita, wakakuja wakanichungulia, hawakuongea, wakaenda. Halafu kuna baba mwenye huo mama agent alikujanga wakiwa na mtoto akaniambia, Cecilia, unataka aje? Sikuongea na yeye, akaniuliza mara ya pili, Cecilia, unataka aje? Nikamwambia nataka mnifungulie mimi niende. Niliposema hivyo, mtoto alipigia mamake, alikuwa wadota wa agent. Sasa alipopigia mama yake simu, wakasema wakuje. Mama yake akakuja, wakaanza kunichapa, lakini hawakunifungulia mlango. Hiyo mlango ilikuwa na grill. Sasa walikuwa wanachukua maji wananirushia, nachukua kiboko wanarushia hapo ndani. Lakini hawakunichapa vibaya. Wakanifungulia. Waliponifungulia wakaniambia nitoke hapo, nitoke out of that compound. Mimi haikuwa muda bado yenye Mungu alikuwa ametayarisha. Wakaniambia rudi kaa. Mimi nikakaa kwa stairs, wakafunga mlango na lock. Asubuhi yake mimi nilipata mlango tu imefunguka. Yenyewe ilikuwa ya lock. Mungu akanifungulia. Nikaenda kani direct mpaka nikafika kwa road. Nilipofika kwa road, kuna baba alichukua phone, akasema, aliniita jina. Sijui walijua jina aje, lakini waliniita Cecilia, habari yako? Nikamwambia mzuri. Akanipea maji. Nilipokunywa maji
akaita polisi, nao polisi wakanichukua wakanipeleka kwenye kituo chingine. Hapo ndipo nilikaa for 40 days and nights bila kukula hata, lakini Mungu tu alikuwa ananipea juu. Sikuwa na njaa hata vile tu niliendanga tu, sikuwa na njaa, nilikuwa tu nimeshiba. Jambo lenye 40 days ulikaa bila chakula. Hawakuwa wananipatia chakula. Wananichukua tu wananipeleka pahali hiyo press walikuwa wananipeleka, ilikuwa kaa pahali judge huwa wanafanyia hukumu. Wananipeleka tu wananiuliza maswali, wananiuliza jina, nimetoka wapi, namba yenye wazazi wanaweza fikiwa, nikapeana ya sistangu na mamangu na babagu. Sasa mimi nikanyamaza kutoka hapo juu ilikuwa vita ya kiroho. Within those 40 days sikuwa naongea, lakini si ati nilikuwa nimefungwa ama nimefanywa lolote, ni vile Mungu tu aliniambia nyamaza Cecilia, ni wakati wangu sasa niongee na wao. Na kuongea ukweli, Mungu huwa anapigania watu. Niliona mkono wa Mungu, niliona nguvu za Mungu. Walinijaribu mambo mingi lakini haikufaulu hata moja. Nilikuwa nalala pahali open, hapakuwa pamefichwa vizuri, palikuwa pahali pabaya sana, pabaya. Lakini Mungu alinirida, nilikuwa nalala. Kuna wanaume walikuwa huko lakini hawakuwa wananiongelesha, walikuwa tu wanapita. Sometimes wananiambia hello Cecilia, na wasalimika, alafu sasa mimi nakaa hapo. Walikuwa wamenifunga mguu ili nisiende, na walipokuwa wamefunga hivyo sasa walikuwa wanakuja maybe after 3 days wananifungua wananipeleka pahali nje. Lakini hapo nilikuwa nalala juu ya mabati, wakanipea blanketi, mimi nikalala juu ya mabati na Mungu akanisaidia within those 40 days. Zilipoisha sasa tena safari ikaanza. Wakanipeleka places nyingi sana, wakasema lazima Cecilia arudi Kenya. Sasa tulikuwa tunaenda na wao wananichukua, walikuwa wanavaa kaa polisi, wananichukua na magari, tunaenda, halafu Mungu anaenda pamoja nasi. Juu hiyo safari ilikuwa safari ya ajabu sana. Walikuwa nabeba mpaka bunduki, hawawezi nifanyia kitu baya. Hatukuwa na mzozano hata kidogo, walikuwa wananipeleka vizuri. Sasa 40 days zilipoisha walinichukua, nikawaambia nipelekeni kwa immigration niweze kurudi Kenya. Waliniambia hawakuongea, mwenye alipewa hiyo ruhusa akakuja na gari, nikaingia, wakaenda wakanitupa kwa barabara. Waliponitupa kwa barabara, mimi Mungu akanielekeza, Cecilia amka tuende. Nilitii amri tu ya Mungu, nikaenda, nikazunguka, nikakaa pahali. Hapo nilipokaa, yule agent wa kwanza mwenye tukiingia Iraq pahali tulilala, alinichukua foto, alafu akaita mapolisi wakanichukua pia wao, wakaenda wakanitupa kwa garbage. Waliponitupa huko sikukaa hapo, niliamka. Ilikuwa safari ya ajabu. Hapo tu ilikuwa places baya juu walikuwa na watu, walikuwa na mavisu. Ni places baya yenye wanafanyanga mambo baya, lakini Mungu alinilida. Wao kuna kakijana kamoja tu kadogo kaliniita, Wangari, ni wewe Cecilia? Nikamwambia ni mimi Cecilia. Akanipatia maji, mimi nikachukua maji kama vile tu Mungu alimwelekeza. Nikachukua maji, nikaenda nikakaa kwa barabara. Hapo kwa barabara watu walikuwa wanakuja, wananiona, wananisalimia, halafu wanaenda zao. Hakuna mtu aliniguza.
Nilikaa hapo, nilipokaa hapo usiku ikakaribia kuingia. Niliona nguvu zake Mungu juu kuna vitu Mungu tu alichange automatically. Juu usiku hakukuwa na giza, kulikuwa yani hali ya anga ilikuwa tulivu, kukawa na mawingu ya blue na ni usiku. Nilionanga Mungu na nikafurahi sana juu ya Mungu. Mtoto huyo venye tu alinipatia maji, nilichukua hiyo maji nikakunywa, alafu nikaiombea, alafu nikakunywa. Nikachukua hiyo karatasi yenye ilikuwa imewekwa kwa chupa, nikakikuja mara 4. Nikasema tu, Bwana Mungu unisaidie kwa jina la Baba na Roho na Mwana na Roho Mtakatifu. Nikaikuja mara 4, nikashika hivi. Sasa usiku tu ilipoingia, askari wengine walikuja, hawakunisumbua, waliniita Cecilia. Nikawaambia habari. Naam. Nilipoitika wakaninunulia maji na cake nikakula, alafu tena wakanichukua. Kuna place walikuwa wanataka kuenda kunitupa. Mungu tu aliongea na wao juu ilikuwa tena place baya, lakini waliongea wao. Ilikuwa magari mawili, ya kwanza nikaingia, ya pili ikawafuata nyuma. Alikuwa anataka kwenda kunitupa, lakini Mungu aliongea na wao na wakakubali juu hawakunitupa. Walienda wakanipeleka kwa police station. Hapo nilikuta tu wazee. Hao wazee walikuwa hawakunifanyia mabaya tu, walinisalimia. Nikafungiwa tu kwa room, nikapewa bathroom, nikapewa kila kitu, nikaenda nikaoga. Lakini hiyo place ilikuwa kwanza ni clean sasa niweze kukaa. Alafu nilipokaa wakaniletea blanket na mattress, nikalala na wakafunga. Hiyo room ilikuanga na room 3. Kuna wazee wa umri mdogo, lakini kuna wengine ni wazee kabisa. Sasa tulikuwa kwenye room imegawanywa na hiyo ya wazee. Sasa nikakaa kwa muda wa mwezi mmoja. Walikuwa wananipea food vizuri, asubuhi, lunch na jioni. Nikakaa, kukakuja wasichana wengine, lakini wao wengine walikuwa wametoka Ethiopia na wengine tu ni Waarabu. Walikuwa na letwa huko, wanaambiwa tuongee nao. Mimi sikuwa naongea sana, mimi nilikuwa tu ananiuliza swali, naitwa aje, naitwa Cecilia, umetoka Kenya? Na wajibu tu hivyo. Halafu sasa tukakaa nikakaa kwa mwezi bila hata kuongea na phone, lakini nilikuwa na tumaini ya Mungu kwa mambo yote, na nilikuwa naamini Mungu mambo yote ni sawa. Sasa nikakaa na hao wazee kwa muda wa miezi 2. Nilikaa na mwezi mmoja ulipoisha, wakanipeleka kwa inaitwa Human Resource of Iraq. Wakanipeleka kwa hiyo shelter. Waliponipeleka kwa shelter, before wanipeleke walikuwa wananichukua, wananiambia tunaenda kwa judge ili tupate passport yako. Lakini hawakuwa wananielezea, lakini ni passport tu juu nilikuwa nasikia mwingine alikuwa anaongea Kiingereza akisema anataka tu wafuatilie passport juu mwenye alikuwa ameniajiri alikataa na passport yangu. Wakati uliingia airport, uliniuliza kama Nancy alikuja. Mlikuwa na Nancy huko ndani? Kwa hiyo na wasichana wengine? Na msichana mwingine kutoka Uganda. Yeye aliendanga Wednesday kwa akarudi Uganda. Na ulijuaje jina yangu na tukua tunajuana Cecilia? Unajua hata mimi nilistuka kuuliza wapi Geshoe?
Hiyo ni Ulijuaje jina yangu? jina lako tu huyo Nancy mwenye alitokanga tu Kenya kwa ofisi. Alinitanjia tu kwa siku moja. Kuna jamaa anasaidianga watu anaitwa Yeshuvi. Lakini sijawahi kuona, sijawahi kusikia, lakini tu kwa mind yangu kulikuwa jina Yeshuvi, Daniel Yeshuvi. Ebu Cecilia nikuulize, kazi ulifanya miezi ngapi? Nilifanya kazi miezi 3. Miezi 3. Ulifanya tu kazi mzuri, ulifanya tu kwa miezi 3. Kwa miezi 3? Were you paid? I was paid. So you are receiving salary for those 3 months. Ebu nikuulize, umekaa how long tangu ende Iraq? Kama miezi ngapi? Ulisema ulienda 2018 mwezi wa November 20. November. From November mpaka leo ni miezi November na sasa tuko October. Almost a year. Ulikuwa unaenda kumaliza mwaka. Na miezi 3 tu peke yake ndio ulifanya kazi. Na una hakika hiyo pesa ulilipwa. Ilifika nyumbani. Ilifika. So hii miezi ingine yote Cecilia amekaa huko afanyi kazi, alipwi, anahangaika. Hebu nikuulize kwanza. Kwa street niliona picha yako. Kama umekaa kwa street. Nini ulikuwa unafanya kwa street? Nilikuwa tu nimekaa hapo. Ulikuwa unajielewa? Vizuri sana. Sana. Hapo ukiwa kwa street? Cecilia, be serious. Hiyo picha uliona? Sijaiona. Aya, kuna clip ingine nimekuonyesha. Kuna agent alikuwa anasema this is Cecilia is not going home. Cecilia is ile kizungu. Unaweza kumbuka kulifanyikaje ukichukulia hiyo video? This Cecilia, your children see you like this. Like this. Your children see without any word. She not accept go to the airport. She don't accept traveling. She don't accept go to a new job. She's still like this without shower, without food. She still stand silent. She's very dirty. She's very dirty. I say for her go to Kenya. She don't accept. She say I don't want my children. My children leave them dead. She want her children die. This Cecilia. She's Labda tu alikuwa maybe I was Unaweza kumbuka kitu yoyote ambayo kulikuwa kunaendelea ndio ukichukulia hiyo video? Sababu nilisikia hiyo sauti ni kama ya agent wako. Hiyo time nilikuwa tu nimekaa. I think I was asleep. I was a bit asleep. Na video ulichukuliwa aje? Uliamushwa? In fact those people sometimes they do fake some things. Wakifake ili isipofuatiliwa watu wanapotea hivyo. So ilikuwa kitu ya ya juu time yenye nilikuwa nimelala hakukuwa kunaingia mtu. Time tu nimeamka wanaingia juu. Na kubukanga time waliniambia huyu msichana amka uende airport. Nilikuwa naomba sikuongea na yeye hata nilinyamaza tu. Niliendelea tu na maombi yangu. Wakati ulikuwa unafanya kazi, nakumbuka tulikuwa tunaongea na your sister Nancy. Na sister Nancy sijui kama alikuwa analala. In fact nafikiria Nancy alilala wakati uliingia airport. Alikuwa na stress mingi sana. Na ule sister yako mwingine alikuwa ndio sababu mwenye nilikuwa najua ni Nancy na kuna another sister. Ni Eunice. Au wawili tu ndio niliweza kukutana nao.
through Nancy. So Nancy alikuwa ananielezea mambo yako vile ulikuwa strong, mpaka mimi nilikuwa najua Cecilia ni a very strong woman, a very prayerful woman, na nilikuwa najua Cecilia ni mtu amesimama na Mungu, ni mtu ameokoka. Na alikuwa ananielezea wakati ulikuwa uko kazi, ulikuwa unastukia, unaona ni kama kuna mtu anakuja anataka labda kukudunga ama shinda ama ni nini, kuna kitu kama hiyo. Alafu hata akanielezea kuna wakati ulikuwa unashikiwa hata bunduki. Hebu tueleze hapo kidogo. Ni Nancy madam alikuwa anakuja. Before that nilikuwa sikuwa nalala na walikuwa naona silali, mimi tu nakaa tu macho ni kuomba mpaka usiku inaisha. Asubuhi naamkia kazi yangu, nafanya kazi vizuri. Sasa chenye kilikuwa kinawashinda, yenye ilileta shida sana, niliambia sister yangu tuombe, ni ka fast for 3 days. Lakini kwao kufast, unakunywa chai asubuhi, mchana unakataa kukula, jioni tu unakula. Sasa mi kufast yangu ilikuwa totally different na wao, na nilifast for 3 days bila kukunywa hata maji hata kidogo hata. Sasa wakaanza tena kuleta shinda juu ya hiyo kuomba. Wakasema ati hawawezi kubali mtu anaomba hivyo. Lakini niliulizanga huyo madam, nikamuuliza kazi ninafanya vizuri? Akaniambia kazi yako ni mzuri, lakini hiyo kufunga sio mzuri sana. Mimi nikamwambia inategemea na jambo lenye tu nataka Mungu anitimizie. Sasa hiyo ndio ilikuwa vita sana ya kiroho. So shida yako na au ilikuwa tu sababu unaomba? Wako anataka niombe usiku. Nama walikuwa wanataka kukuingiza kwa Uislamu? Walikuwa tu wameniambia, mimi nikamwambia mimi kwa imani yangu sipingani na chachi yoyote. Walikuwa wanatukiwa hapo wananihoji naendanga kanisa wapi, kwa nini silali, lakini usingizi sikuwa napata usingizi. Nilikuwa tu nakaa, napewa phone, napigia sister yangu na pia tuombe, tunakesha tukiomba hivyo. Kazi ulifanya tu kwa hiyo nyumba moja? Lakini kwa hiyo miezi kuna niliendanga kwa mtoto wake mmoja kufanya kazi. Hiyo nikamwambia siwezi fanya kwa nyumba hizo mbili. Juu kwa contract yangu ilikuwa imeandikwa nyumba moja tu. Na hiyo ndio sheria ilikuwa. At least now you can afford a smile. Unasikiaje? Nasikia poa. Kurudi nyumbani, kuona watu na kuona watu wa Kenya. Nilipokuwa huko Iraq nilikuwa naomba, nasema we are the chosen generation. Amen. That we need to stand well and firm. Sure. So that we can celebrate. This is the 4th generation. Amen. And we need to be strong. Hata niliambianga sister yangu, ambia watu waamke tuombe. Juu shetani akona mambo mingi tu amepangia watu wake, ili taifa la Kenya na mataifa mengine, watu wenye wako 4th generation tusiwe tumebarikiwa. Lakini we are the chosen generation. Yes. We need to stand firm and to trust God most. God is there to stand with us. Amen. And God is there to fight for us. Cecilia, umefanya kazi karibu mwaka moja Iraq. Ulikuja na kitu? Ulitoka hapa umeenda kutafuta, umeenda kutafutia familia. Cecilia, ulipata chenye ulikuwa umeenda kuchukua Iraq, kutafuta Iraq? Kusema ukweli, nilipata. Umepata nini? Nimepata kuona mkono wa Mungu venye tu Mungu anapiga. Be serious. Yenye nililipwa ni 3 months. For the first 1 month hiyo si hesabu.
saa yenye sistangu alikuwa nayo ni for the 2 months. But nilipokuwa huko sikuanza kusema Mungu, nilikunja sijafanya kazi. Venye tu nilisema nimetoka, Mungu alinisaidia. Nikatoka nikuwa uhai, akanilida kwa hiyo miezi yote. Sikuwa na hofu. Cecilia, umefanya kazi karibu mwaka mzima. Kuna shilingi yako moja umenunua nayo hata ka sweet? Kusema ukweli. Naweza sema kunayo. Gani? Hiyo ya miezi 2. Hiyo ilikupata ukiwa huko ama ilikuja hapa? Ilikuja tu hapa. Hata hukuiona? Uliona? So kwa hii miezi ingine yote Cecilia amekaa bila kazi, hata umekaa baka kwa street, hata huku unaongea. Na ni kweli wakati nilikuona airport, mimi nilishukuru Mungu sana. Sikuwa natarajia kuona Cecilia akiongea. Lakini vile nilikuona, niliambia Mungu thank you God. Vile nilikuona na nikarudia shia Mungu shukrani. Hata kuna wakati nilikuwa nimealikwa na sister yako hapa. Na najua mlikuwa na sijui Thanksgiving. Yes. We arranged for that. Yes. Ilikuwa bamangu akasema tushukuru Mungu. Juu kwa Mungu kunirinda na kunileta mpaka Kenya. Juu si pesa ati nilikuwa nazo nyingi. Ni kusema tu asante Mungu. In fact hata Cecilia hukukuja na kitu. Hawata wao hawakuwa wanalala. Na yenye tu ya kusangaza kwa kila mtu huku alipewa jukumu ya kuomba. Na kwa hivyo kuna jambo tu Mungu anataka tujifunze kutokana na hiyo kesi yote wenye tu nilienda. Juu ni watu wengi, nasema niko privilege and that's upon the hand of God, because kuna watu wengi tu wanaenda, wanakuja, wanapatwa na shinda, lakini yangu ilipata, kila mtu alikuwa na jukumu. Nasikia watu wengi walijua hiyo story. Kuna wengine walichukuanga hiyo story maybe negatively, na kuna wengine wanachukua tu venye Mungu tu anafanya. Hiyo inaonyesha kuwa juu ukitoka pahali si watu wote wanakutarajia uende upate mazuri. Si wote wanafurahia baraka yako, na kuna wengine wanafurahia baraka yako. Kwa hivyo in short nataka kusema hiyo story yote yangu ilikuwa na fuzo. Ni wengi tu wanaendanga. So I'm privileged before God kupata ati mimi ni watu wengi walinijua, watu wengi walijua. So kuna jambo tu Mungu anataka tujifunze kutokana na hiyo. Ilikuwa safari rahisi hivyo. Najua. Mtazamaji wa Danjik, dada wetu Cecilia alichukua safari akaelekea Iraq. Unasikia kwa mwaka moja, karibu mwaka moja, Cecilia mshahara alipata miezi 2 peke yake. So hii ingine amekuwa tu akikaa hivyo, na sasa amerudi Kenya. Na kuna jambo moja na kupendea Cecilia, faith. Una imani, yani imani yako mpaka imenifanya sijui niona Mungu kweli, kuna Mungu mbinguni. Yako Mungu. Ebu imagine you have stayed for almost 1 year. Na wewe unasema ulipata, ni kama ulipata ile kitu ulikuwa umeendea Iraq. Yet pesa hukupata, sababu hata hiyo miezi yote hakuna kitu umefanya. Sijui mtazamaji wa Danjik, watu wa diaspora wala wanajua story ya Cecilia. Sijui kama unaweza pea mtazamaji namba yako. Unaweza mpatia? Unajua kuna watu walikuwa wanafuatilia story yako. Na labda kuna mtu anaweza sema wacha nibariki Cecilia na kitu hapo.
Siko na M-Pesa. Eh, Aya, pea mtazamaji namba yako. namba yangu ni 0718 44 31 83. Jina ni Cecilia Wangari Kirombi. Mtazamaji, mimi ningeataka kama una uwezo weka kitu kwa hiyo namba. Si iko na M-Pesa? Iko nayo. Eh? Iko nayo. Cecilia ameenda safari kuenda Iraq, amekaa almost a year. Nafikiri hata ilikuwa inaenda kufika mwaka. Amerudi bila kitu, ameteseka, amelala kwa street. Umenielezea vile umepigwa huko. And still you are very strong. My God. Alafu ulinielezea pia unahitaji kazi. Naweza taka hata uelezee mtazamaji wa Danjik kunaweza kuwa na opportunity tukiendelea kutafuta. Mimi nimefanya kazi ya kashia, kukiwa na presi ya kashia naweza fanya, lakini kazi yote ni kujitolea na kufanya. Sina chaguo la kazi, ile tu Mungu atanifungulia njia, na mwenye atasikia ako na job anipee opportunity hiyo, nitashukuru. Mungu atakubariki mwenye atajitolea, na tukae katika Mungu. Cecilia, ukitoka hapa ulikuwa kashia? Umefanya baka kashia? Nimefanya kashia. Hebu tueleze ulikuwa unafanyia wapi? Nilikuwa nafanyia huku tu Kemende. Jombo supermarket. Katoka hapo. Nikaenda nikafanya Kimosho wholesale. Hivyo. Kwa hivyo kashia. By the way, Cecilia alisomea wapi? Mimi nilisomea Kinungi, kwa secondary, kwa nursery nilisomea Kimonyo pre-unit. Kaenda Munyo Primary School. Nikaenda Susian High School. Hiyo ilikuwa private. Alafu nikarudi nikaenda kwa nilipokuwa hapo Susian High School, karo ikakosa, nikakaa kwa mwaka mmoja ni nyumbani. Halafu nikaenda form 3 Kinungi Secondary School. Hapo nilifanyia form 4. Toka hapo nikaingia kwa college inaitwa Kenya Variety. Nikafanya computer packages. Tena nikaajiriwa kwa Kemende. Kwa hivyo mimi naweza fanya kazi. Ningetaka kuomba watazamaji wa Danjik, hata county government ya Nakuru. Si hapa tuko Nakuru? Nakuru County. Kinyanjui. Si hata ukipata kwa county government yake ya Nakuru si unaweza fanya kazi? Ama ya Nairobi, hata Sonko anaweza patia huyu mtu kazi. Si ndio? Si hata Nairobi unaweza fanya? So ningeasihi wa all intercessors wa Danjik tuombee dada yetu Cecilia. Ni mmoja wetu, ni Mkenya mwenzetu, na umemsikia, na sasa anaomba kazi. Alienda kazi, amerudi Kenya, na bado sasa anatafuta kazi. Tafadhali kama kuna vacant yoyote, either umesikia ni kashia, ama wewe ni Kinyanjui, hii county government ya Nakuru, mtafutie mahali weka yeye hapo. Ama Governor Sonko pale Nairobi. Si hata Nairobi unaweza enda ufanye kazi. Ama mtu yeyote, hata watu wa diaspora. Tuombe na tushikilie Cecilia. Ni kweli ameteseka. Wacha nimsemee sababu hapo asemi. Mimi najua ile mateso Cecilia amepitia. Ni kweli ameteseka. Hata kuna ufunuo nilipata juu ya Cecilia. Sijui kama anajua. Kuna wimbo ambaye ya Kikuyu, I'll be releasing, ambaye inaitwa ni ya Kikuyu. Heru bodra uore irio ruda kwira ati andu ari othe mendugu na Ngai, ndaguo tondu ni rwa Gikuyu. Andu ari othe mendugu na Ngai ni mahitukagira bara nyingi muno, no muthako ni ugarurukanagio ni ugarurukaga, naguo uhotani urigagia na andu a Ngai. Umekuja Kenya sasa tufanye kazi.
Sasa ongea na serikali ya Kenya. Mimi ningetaka kusema nimefurahi sana kurudi Kenya. Cecilia Wangari, nilikuwa tu naomba Mungu na Mungu amenitimizia. Niliambia wasichana wengine wenye tulikuwa tunafanya kazi huko, nikawaambia I will be one of the Kenyans that will come back to Kenya when they are safe and sound, and our parents will not cry because nitakuwa mgonjwa ama nitakuwa na shinda yoyote. Yes. Nikaamini hivyo, na hivyo tu Mungu tu akanitimizia hivyo. Kwa hivyo naomba kwa serikali ya Kenya tuzidi kukaa pamoja, tuombe sana. Shetani amesimama sana ili apigane na watu wa Mungu. Kenyans, we are the strongest people that praise God. Amen. Much. So mimi nasema nimeshukuru sana kwa wenye waliniombea, wenye walitake responsibility yangu, na to the human resources manager mwenye alishughulika na mambo yangu yote, na wenye wote Mungu tu aliwapea roho ya kuniombea ili tuweze kusimama na nikawa strong. Na ninasema asanti sana kwa Mungu juu yeye alinileta mpaka Kenya ili kila mtu ajue kuna Mungu mwenye anafanyanga mambo. Niliteseka sana, nilipitia kwa muda mgumu kama vile Yesu Kristo alipitia mateso yote nimewapata, kama vile Danieli alikuwa, kama vile Yakobo alilala kwa mawe. Ya yote nimepitia. Tuzidi kusimama na neno la Mungu. Mwenye ata trust in God na mwenye atasimama na neno la Mungu tutakuwa shidi. Na kwa watazamaji wa Danjik, kuna wengine wanaweza guzwa tufanye homecoming hapa ni Kimonyo. Wacha tupeana namba ya uko na namba ya Nancy, your sister. Ni 0716 244 785. Anaitwa Nancy. Anaitwa Nancy wa Boy Kilombi. Huyu Nancy ni sister ya Cecilia, ni mwenye tunaletanga interviews na yeye juu ya dada yake Cecilia. So kunaweza kuwa kuna mtu hapo ameguzwa aone tufanyie Cecilia, dada yetu Cecilia, homecoming party hapa nyumbani. Tukuja tusifu hapa Kimonyo. Ama namna gani? Watu wa Danjik, najua watu wengine wamebarikiwa, kuna wengine watu wamebarikiwa tofauti. Kuna mtu anaweza sema enyewe wacha Cecilia kwao nyumbani, tuende turukaruke, tusifu, tufanye homecoming party. Ongea na dada ya Cecilia, anaitwa Nancy wa Boy Kirofi. Nancy ndiye tumekuwa tukitembea safari moja na yeye. Alikuwa halali, wakati mwingine mambo ilikuwa inamuendea, saa zingine nakuwa na stress, ananipigia simu ananiuliza kesho. Sasa namwambia usijali, Mungu yuko, wacha tuombe. Do you know, mara ya mwisho tuliweka interview yako ya mwisho, tulipomaliza interview niliambia Nancy wacheni tuombe. Na nikaamini ya kwamba hii yenye tumefanya interview ndio ya mwisho na Cecilia lazima akuje nyumbani. Nikaambia Nancy wacheni, na anaitwa Amos. Tulikuwa kwa Moontek Media tukifanya hiyo interview. So wakati tulimaliza interview, Cecilia, Amos, Moontek Media, nikawaambia sasa nimesikia sasa mbinguni inasema tuombe, hii ndio interview ya mwisho. Na ni kweli tulipoomba, ripoti nilipata Cecilia anakuja nyumbani. Thank you very much. Ubarikiwe sana. Ngogeithie wega tondu ndona hede ona ndo hotire ndo angeithie koja airport. Nenda kugeithie. No rĩu nie ndia hati. Nĩ watu cokanĩrĩirie. Haria thabu twa. Kunegenia. No nie gutire mundu ndoĩ. Nie ndoĩ o Nancy na Eunice. Eunice rĩrĩa Cecilia ingagira rĩ, nĩwe wanjiraga ucio nĩwe Cecilia, ona nĩwe wanjire ukomugeithie nĩwe wandorire nginya ngeithie Cecilia. Rĩu andũ nĩ manogete mũno tondũ nĩwona arĩoke na akinye thaa 5
na ndagĩka 25 na ndagĩka 25 cia ũtukũ na nona twakinyĩte tene ta niĩ nĩ njũĩ kĩndũ thaa 4 ndarĩ kũu mwangorire kũu nĩ ndonire jeci yoka niĩ ndakinyĩte na twacokire kuma kũu anga kĩndũ ithaa rĩa thaa 8 gũkũ twakinya 10 mokire nginya gũkũ aya mwĩma kũu mwokire express na ndora marĩ nao twokire nginya rĩu rĩ nĩ ndakena nĩ gũkũmenya tamba ũheane marĩtwa maku mothe nĩgetha ũgeithie mwĩroreri tamba mũgeithie athiĩ akũmenye tamba mũgeithie arĩ no kuga marĩtwa maku wĩtagwo ng'ania gũkũ nĩ kũ marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Wanjikũ kĩbandĩ gĩtaga Margaret Wanjikũ Mũirũri to gĩtikĩhota kũgarũrĩka gwĩ baba nĩguo no mũthuri etagwo Kĩrobi nĩguo Kĩrobi Kĩrobi nĩ ndĩrĩiguĩte mũno nĩ ndĩrĩgwetete mũno Cecilia Wangari Kĩrobi na rĩu Cecilia nĩwe mũkũrũ gũkũ nĩ rĩ irigithathi no nginya nĩ mwakoretwo na ngoro nditũ ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ twaragia na Nancy nĩ ndonete nona he hĩndĩ anjĩraga atĩrĩrĩ nĩ anyitaga riboti nyingĩ nĩ twanyitaga rĩngĩ riboti ingĩ cia mũthemba agaikĩrio riboti nyingĩ nĩ anjĩraga niĩ ndiendaga mami rĩngĩ amenya maũndũ mamwe ndageke atĩ nĩ makũiguagĩra tha mũno ihinda rĩu Cecilia akorwo kũrĩa rĩ mũtũrĩre ũcio wawona atĩa mũtũrĩre ũcio ngĩikaranga rĩ either nĩ ingĩakorwo Mathare nake Ngai ndangĩetĩkĩrire nĩndaigua hinyĩrĩrĩkĩte biũ ũrĩa mũndũ ahinyĩrĩkaga tondũ ona ndingĩrahotire kwaria ũguo tũraria nĩ kũrĩra ndĩrarĩraga korwo nĩ gũthiĩ thoko tondũ ndingĩikara haha harĩ ihindu nĩho tũthiaga ona rĩngĩ nĩndendagia nyeni hathara njehere kũu rĩu kwanja rĩu ningĩ agĩkinyĩrĩrwo atĩ nĩerwo nĩegũka mweri 15 atĩra rĩu ningĩ naho hau ona ndiahota gũikara thĩ gũkũ ndaigua gũthiũrũrũka ngararĩma mũgũnda ndanoga ngoka ngathiũrũrũka gũkũ ndaigua hinyĩrĩrĩkĩte hĩndĩ ĩno mwana ũyũ waku wa mbere anyitire thabarĩ yaku Magara rĩ nĩ mũiguĩte nĩ mwarĩ na mwĩhoko ndĩtwarĩ na mwĩhoko tondũ twaiganĩire ũhoro agĩtwĩra niĩ mami na baba njohorai ngathũkũme nĩ ũndũ wa maica makwa njuke onakorwo nĩ wĩra ingĩkĩiga ũguo ithuĩ ona kũmumagaria Nairobi no ithuĩ twamumagariĩte na baba wao na Wambui nĩ ũkuona ta kĩrĩa agĩrire kũrĩa Iraki ta akĩonire no njuge nĩ akĩonire tondũ agĩũkĩte na ũhoro wa Ngai tondũ mbeca itirĩ bata na rĩrĩa ithuĩ ona tũrahoyaga tũtiragĩana gwĩcokia atĩ twarekereirie mwana thĩ nĩkĩ nĩ tũreraga Ngai Ngai ndũkareke tũkũrie ciũria twarekire Wangari athĩ nĩkĩ tondũ nĩ twaiganĩire ũhoro na nĩ njihokeire ciana ici nĩ njihokeire biũ tondũ mwana ũyũ amũrehire gũkũ na mĩaka 2 ũyũ rĩu ũguo nĩ niĩ tũkoretwo twĩ nake rĩu ningĩ okorwo nĩ kĩndũ kĩrahinyĩrĩirie mũthuri wa Wangari nĩ arĩ mũthuri na wamwonire Wangari ũyũ nũĩ kwarĩ na andũ warĩho arĩ na jaketi ĩrĩa ya papu ya redi nĩyo maruni warĩ na gakobia nake agatuĩka atĩ nĩ araria mĩario kũrĩa ikaraga rĩ mũru akaiga atĩ Wangari nĩ eitĩte rĩu nĩ ũraigua ũgĩkorwo nĩ ndeto ta icio atĩ Wangari nĩ eitĩire na kũrĩa rĩu niĩ Wambui amenya ndeto cia kĩhũrĩra ngĩmwĩra niĩ Wambui nĩ harĩ ũndũ ũmwe itangĩka ndĩ na mwana wa mũndũ ũcio na ihinda rĩrĩ ona nĩ kũnjũraga mũranjũraga ngoro tondũ rĩrĩ nĩ njetereire mwana nake ndeto ng'ang'a agoka na cietagwo ng'ang'a agoka na cietagwo Wangari nĩ eitire ũguo rĩ nĩ kũnjũraga mũranjũraga harĩa ndigarĩte na niĩ mwanake ũcio ndikũmũhara ona ndiũndũ ngũmwĩra tondũ na no ngĩkũra Wangari maikara eko ndendaga gũthiĩ
Rĩu thutha ũcio nĩ necokete agĩkatũmatharau tondũ ona okorwo nĩ mwana to tamu ĩno ĩrathirire Wangari atanoka nĩ ndĩramũrĩhĩire cukuru. Rĩu ũkona ena tũmatharau. Hatirĩ na thĩna ũyũ mwana nĩ egũthoma tondũ mami wao athiĩte kũmũthũkũmĩra rĩ na nĩ oka na Ngai rĩ ona ũguo kana no egũtho si ndio? Rĩu ngĩkĩigua ningĩ ndahinyĩrĩrĩka hau rĩu ningĩ hĩndĩ ĩyo ningĩ nĩ kuoya mwana tũgathiĩ na thĩinĩ nĩ ndatĩrire kanitha ta mweri mũgima. Nĩ njũĩ nĩ wakorwo na ihinda iritũ mũno ũgĩciria ũhoro wa mũirĩtu ũyũ waku. Mũno tondũ ona rĩngĩ ithuĩ gũkũ nĩ tũkĩratha kenda kũhoya nĩ tũrera Ngai mũrigo ũcio tũrarĩ naguo wa Wangari ona rĩu tũtigatigithĩria nĩ tondũ ona Wangari no aragĩtigire andũ angĩ mena mathĩna na kũu na twagĩrĩire kũmohorithia mathĩna-inĩ mau. Ũguo nĩ tũhoyaga ũguo gũkũ gũkĩra gũthaa kenda rĩngĩ ngagĩkorwo ndĩkĩrĩ o ũrĩrĩ tondũ nĩ harĩ mwana twĩtaga thaa 10 ũkĩreharĩria thia cukuru Nyamathi. Ũguo kuma hau okorwo nĩ ũyũ thinacara ngorwo ngĩmumagaria haha bara rĩu no igua gũkũ kenda gũkĩrwo hatirĩ gũkoma. Mbere mũthomaga kanitha kũ? Haha AIC ĩno ndune. AIC? Na mũthuri wakwa thomaga wengi ya Juma. Cicilia nĩ acokire kanitha? Nĩathiaga kanitha? Waregire gũtwĩta tũgũtware nĩkĩ mũthenya wa mbere? Hĩndĩ ĩyo wathire kanitha? Kanitha gũthiĩ rĩa mbere. Hĩndĩ ĩno woka hĩndĩ ĩno rĩu woka kuma Iraki. Warĩ mũbango wa Ngai. No nĩ twĩbanga kamake nĩ twĩbanga tũgũtware kanitha ĩni nĩ tũkũbanga no tũbange rĩu rĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Cecilia rĩ he ũndũ ũmwe ndamwendeire kũringana na riboti iria ndanyitaga kuma kwĩ Nancy sister yake nĩ amwendete mũno. Nancy nĩ akwendete na kairĩtu karĩa sister ũrĩa ũngĩ yake etagwo Eunice Mumbi. Sasa wewe ndio mtoto wa Eunice? Nisalimie wewe. Wapi mam? Athire ku? Nĩ egũkai? Acio nĩo twakoragwo tũkĩonana. In fact ona mũthuri wa Nancy tuonanĩire airport no nĩ akĩnjĩrire nĩ eragwo ona nĩ thiĩte nginya mũthenya wa mbere interview ya mbere twekĩire kwa Nancy na tũgĩkĩambĩrĩria thabarĩ nginya ũguo twagĩũka nginya hau tũgĩkinye na he ũndũ ũmwe ũngenagia andũ arĩa mendete Ngai ndarĩ hĩndĩ akamatiganĩria. Ndakorwo ndera Cecilia atĩrĩrĩ ndeto ya Cecilia nĩ ĩraheire ũguũrio ũngĩ atĩ andũ arĩa othe mendũgũ na Ngai tondũ nĩ ndanyitaga mariboti maingĩ mũno na ndakoragwo ndĩrirĩirie mũno gũkona Cecilia. Nĩ ũrĩa Nancy anjĩraga sister yakwa nĩ mũhoi biũ, anjĩra niĩ sister yakwa niĩ nĩ njũĩ nĩ mũhoi biũ, na ũngĩkaigua mũndũ ũrarutĩrwo wĩira nĩ andũ ao no nginya ũkamenya mũndũ ũcio ti gũthaka tondũ akĩora thimũ-inĩ rĩ tondũ he thimũ ndahũthĩraga gũkũ ĩgĩthũkio nĩ mũirĩtu ũcio wĩ cukuru ĩgĩte WhatsApp. Rĩu nĩ erire Wambui nĩ mami mũhoe mũno mwĩre mahoe mũno. Ũguo no tũranyitanagĩra ona hĩndĩ ĩyo atarĩ na mathĩna. Hĩndĩ ĩyo rĩu Ngai akĩanjia wĩra wake hĩndĩ ĩyo ũrũmwe nĩ twaranagĩria. Twatwarana na Cecilia ũrĩa kũrĩa tũkĩhoyaga mũno na andũ sister ciaku andũ anyu nĩ mamwendete especially acio ndĩroĩ tondũ aya angĩ ndirakĩmoĩ no nĩ makĩnjĩraga ũhoro wa mami witũ ũguo nĩ ndonaga hena ngwatanĩro njega na nũmu na nĩgetha ũhotani woneke rĩ no nginya hakorwo hena mbara. Andũ arĩa othe marĩ ndũgũ na Ngai nĩ mahĩtũkagĩra mbara nyingĩ na nditũ nĩ wongereire kĩngĩ kĩa na nditũ no gatagatĩ ka maũndũ macio mothe rĩ ngoma cibangĩte nĩ kũnina iranina mũndũ rĩ mũthako ũcokaga ũkagarũranio na nĩ wagarũranio nĩkĩ tondũ ndagĩka ya mũico ũhotani ũrigagia na andũ a Ngai.
niguo taru ona andu aya mabangagira Cecilia uru ri ni undu wa Ngai uria ahoyaga tondu Nancy ni anjiraga andu acio kuringana na uria mwaragia ni monaga Ngai ya Cecilia na nikio mabangaga nginya kumuraga ni undu wa Ngai ucio na tondu Ngai ucio ni arakorire Cecilia kuma bururi ucio na aramucokia Kenya mugima na ena ugima mwega wa mwiri sound and safe. Ngai ucio ri nwe tu reke tuturire Ngai ucio na reke ngwire Cecilia nona wira ucio riu ni njui riu wira ni urakugia tondu no nginya ukione riu ni ndacoka mucii uyu ni mwana ni arenda guthoma guku uyu ni mukuru tiga no ni njui wi njamba ya witikio wi waku wikira hinya ndungiaria no ni ngwenda gukwira merire ma ngoro yaku Ngai ni egukinyaniria na wira ukuona mwega tiga mawira macio urathiite kuheo hau watura rutaga wikarite kuherithio mawira maritu gutura na ngoro nditu na macungiriro wainuka oro uguo no otoguo ngwitikania nawe noguo mamu wanyu akindira atiriri ndunoka oro uguo Ngai uria uhoyaga ri nionekana nionani ni nderagwo ni andu angi na kuu akerwa ai Cecilia nga Cecilia nga ni gutwira mutatwiraga ucio ndakoneka angi makaiga ai Cecilia nga ni akuire no ni ndetikitie muthenya wa mithenya ni tukona Cecilia na maitho tondu ni ndageragia korora ngona ni ndirona guthie wa Cecilia ni ndirona ga Cecilia we muoyo ona riria ndonagio mbica ciake street-ini ona riria ndatumirwo video ngiona nduraria ngiragwo nduraria nginya ki ni no ndetikirie ati Ngai uria hoyaga ni Ngai utahenanagia na ni Ngai we muoyo na ni agaruranagia maundu maundu makagaruranio andu makona Ngai koguo mamu Ngai akurathime na ni ndakena ni kuona nginya kana ka Cecilia wewe uri acho uko na miaka ngapi uko na miaka ngapi wewe samba wina miaka igana wina miaka igana mugwanja wina miaka mugwanja uyu ni angeithiria kiuma cukuru na uniform ni uthio wacenjia uniform ujeire we standard 1 ni ndu guthoma ukwenda ugathoma utuike ki ukenda utuika pilot amen uga amen ugatuike o pilot no thome wega na Ngai akugitire nona maundu maria mothe macemanagia na ciana matikana gukore nginya urikie thukuru nginya ugaikara muturire mwega nginya cucu uyu ni ti cucu muthenya umwe ri akamenya ona we ni warugamire na Ngai uria makuonirie niguo ta mwire uguo era mamu wanyu uguo no ukamenya Ngai uria anyoniri ni ari hinya poke pilot no thome wega nguga Ngai amurathime na riu ni tugucokia ngatho ni tondu Ngai ni ekite na gutiri undu utari gitumi na bara ciothe tugeragira ri Ngai ni akoragwo cioi ko ni ngwenda tucokie ngatho ona tukirahe wega wa Ngai Nitagwo Lydia Nyambura wa Nyoro Cecilia ni mwana wakwa tondu ni mwana wakwa na riu hindi iria ari bururi ucio turaigua rurigi rwa ngoro na gucaya tondu ona riria mbica mwatumire hindi iria nie ndahingũrirwo mwanake wakwa ndietĩkagia nie ndahiũkire nda ngĩmaka no rĩu thutha wa kũmaka tũkĩrana na mamu wao tugwe mbere ya Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ ahotaga na nĩkĩo nĩ tuonete magegania ma Ngai na tũgacokeria Ngai ngatho gĩtũmi tũtireciragia rĩu ũyũ nĩ Danieli arĩa maikĩtie irima rĩa mĩũngũ no Ngai aracoka kũmũrĩka tondũ rĩu ona andũ aingĩ monaga Wangari tatahũka no ithuĩ twarĩ na wĩtĩkio tukona mwana witũ na gatuna na nĩkĩo ndauga ndigũthiĩ ndakũgeithĩtie ngwĩre nĩ thengiũ tondũ nĩ mũrutĩte wĩra mũno na mwana witũ agacoka gũka ithuĩ twarĩ airport twakenire mũno tũgĩkena tũkiuga
Nĩũgeithirie. Ĩni. Nĩũgeithirie. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndiakĩmũmenyaga niĩ no na Eunice ndoya. Twarĩ kũu. Cecilia nĩndakĩrirwo nĩwe ũyũ. Ndiamũĩ. Ai, mamuoya nawe. Ona Cecilia itakĩmũĩ. Na twahojaga Wambũi. Nĩndahojaga Wambũi. No nĩguo Cecilia ndiamũĩ. Twamũĩ rĩu nĩ ũgano wake wa. Nduĩ nĩ Wambũi wangorete twaragia na Wambũi. He mũini wainire atĩrĩrĩ atĩ maithori magathimwo na nacio ng'endo igathimwo na kilomita. Koguo irĩhi rĩothe rĩa wĩra ũrĩa mũndũ anatungata nĩageka atĩa? Nĩakarĩhwo. Ngai amũrathime. Amen. Rĩu nĩingĩenda gũcokeria andũ arĩa tũranyitanagĩra mahoya na aitũra tũtirakomaga. Ũcio ũrakoragwo na andũ tũkĩnyitanĩire mahoya na ningĩcokeria andũ arĩa tũranyitanĩire gĩthomo kĩrarĩ gũkũ ngatho. Ona reke njuge nĩ ta thĩ yothe tondũ gũtirĩ mũndũ ũtaronaga mbica ĩno. Nĩguo. Ũguo nĩ ndĩmacokeirie ngatho. Na ngona mũndũ ũcio mũrigainie nĩ mwarĩ wa nyũkwa. Nĩguo. Nĩwe ũnyitagĩrĩra ngatho ũcio. Nĩguo. Nĩ ndĩmacokeirie ngatho. Nĩguo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩtũkuonithania mũthenya ũngĩ nĩ Ngai. Andũ arĩa othe marĩ ndũgũ na Ngai nĩmahĩtũkagĩra mbara nyingĩ, no mũthako nĩ ũgarũrũkanagwo, ũhotani ũrigagia na andũ a Ngai. Ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũtahotagwo, ithuĩ tũrĩa Ngai mwene ũhotani, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Mũnyitanagĩra na itoi, mwendie ciana citũ nĩguo mwĩgune, angĩ mainũkagio me mathandũkũ, mũrĩ na kĩrumi na njiarwa cianyu. Ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũtahotagwo, ithuĩ tũrĩa Ngai mwene ũhotani, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, ithuĩ tũrĩa